Bwana, mambo vipi? Mimi naitwa France. Kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, tunakutana hapa ili tuendelee kuelimishana, kupeana elimu mbalimbali zinazohusiana na tips za maisha. Sasa tulishia tips ya 4. Sasa leo naomba tuendelee na tips yetu ya 5, ambayo tips ya 5 inajulikana kwamba usikate tamaa. As long as kwamba upo unaishi kwenye haya maisha na unapambania kitu chako ambacho una expect siku moja kije kikupa matokeo mazuri, usije ukawaza kukata tamaa kwa kile kitu ambacho wewe kama wewe binafsi umejaribu kutengenezea kwa muda mrefu. Kuna wakati unakutana na vitu vigumu sana, unakutana na mambo magumu, unakutana na vikwazo vigumu ambavyo vinaweza kukukwamisha wewe usiendelee na kile kitu ambacho unachokifanya. Kwa hiyo kitu cha msingi ambacho cha kuanza kukutana na situation kama hizo, usije ukajaribu ku give up, kukata tamaa. Kukata tamaa ni dhambi. Hata kwenye baadhi ya vitabu vya Mungu vimeandika kata tamaa ni dhambi. Unapokuwa unakata tamaa, yani kwamba unashindwa kukifanya kile kitu kwa wakati huo, ndio pale hamna muda mrefu mbele unakuja kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tujitahidi sana tunapokuwa tunafanya mishemisho zetu, shughuli zetu, kazi zetu, katika mapambano, katika mapigano ya kuhakikisha kwamba tunapata riziki, tusikate tamaa. Kukata tamaa ni vibaya sana, kwa sababu unapokata tamaa leo, shangaa kesho ndio Mungu amekuandikia siku yako ya kufanyaje, ya kutoboa. Kwa hiyo tujitahidi sana tusikate tamaa. Naomba tuzifuatilie hizi tips, ni za maisha, zitatusaidia sana kuimprove katika maisha, kutoka level moja kwenye level nyingine, au kibiashara kutoka sehemu moja kwenda kwenye level nyingine, yani tukapata maendeleo. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana.